بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم ألهمنا رشدا وألهمنا الإخلاص والصواب في أعمالنا وأفعالنا وسقناتنا وجميع أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama katika siku ya leo tutaendelea na darasa jingine ambapo tutaanza kusoma ad-darsu thamin, somo la 8, huruful maddi wal lin, herufi za mada na lin, ambapo katika utangulizi wa masomo yetu tulianza kwa kusema kwamba Qur'ani nzima imejengwa au iko katika lugha ya Kiarabu, lakini katika Qur'ani kuna mambo au kuna vitu vinne ambavyo vipo, lakini katika lugha ya Kiarabu havipo. Miongoni mwa hivyo vitu tukasema kwamba almaddu, kwamba mada, kwamba katika Qur'ani kuna kurefusha, lakini katika lugha ya Kiarabu hakuna kurefusha. Hilo ni jambo ambalo nilikuwa nakumbushia. Lakini kitu cha pili cha kuzingatia wakati tunapoendelea katika darasa hili ni kwamba asili ya herufi zote ni kuwa na sakna, ndio asili. Unaposema sakna inamaanisha hichi kidubwana hiki, kwamba ndo asili ya herufi zote, kwamba herufi inapokuwa ina kitu inaonyesha kwamba herufi hiyo ina sakna. Na namna tutakavyosoma ni kwamba hizi herufi tutazisoma kwa kuunganisha, na herufi zitakuwa zinaunganishwa tatu, kwamba kuanzia hapa hadi hapa zitaunganishwa pamoja, hapa hadi hapa, hapa hadi hapa, hapa hadi hapa. Kwa hiyo kila herufi ambapo inaanziwa na inakuwa ni herufi afu na imeungana na alifu, sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo mtu anatakiwa ajue au azingatie. Kwa ad-darsu thamin, somo la 8, huruful maddi wal lin, herufi za mada na lin. Tutaweza kuziona kwamba hizi herufi za mada ni zipi na herufi za lin ni zipi. Lakini kwa faida tu, mtu anaweza kupitia kile kitabu ambacho tuweza kutuma kwenye group, kuweza kusoma, kitamsaidia kuweza kufahamu hizi herufi za mada, ambapo hapa ameziainisha takriban katika makundi au mafungu matatu, ila zipo nyingi zaidi ya hizo, ila hizo tu ndo za msingi zaidi mtu kuzitambua. Tunaanza kusoma ad-darsu thamin, somo la 8, huruful maddi wal lin, herufi za mada na lin. Be fatha alif sukun ba, au mtu anaweza kusoma ba fatha alif sukun ba, ba dhamma waw alif sukun bu, babu, ba kasla ya sukun bi, babu bi. Ta fatha alif sukun ta, ta dhamma waw alif sukun tu, tu, ta kasla ya sukun ti, ti. Tha fatha alif sukun tha, tha dhamma waw alif sukun thu, thu. Tha kasla ya sukun thi, thi.
ha fatha alif sukun ha, ha dhamma waw alif sukun hu, ha hu, ha kasla ya sukun hi, ha hu hi. Kwa hivyo ndo zinavyotakiwa kusomwa. Nitatoa kazi kila mmoja aweze kuifanya na kuiwasilisha. Kazi yenyewe itaanzia kuanzia hapa tulipoishia hapa hadi mwisho hapa. Hizi sehemu zote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.